Tuambia na vilingi wa mauvo tukafunikila kila makima dhanguni na onania wito wethia wa ukonetie maundo mane muthenyani wa umundi we wamanakana betuki utona kuema na tukailia wethia waku wangu ko wethia waku wa indo na ukavikia na kuongelanga ukwati mondani kwaku muthenyani wa umundi twitha twinenania yulu watu kito twitawa Black Soldier Fly kana BSF twitha na muemi kumakani va county ya Masakulo no wethia tuelesia wewe wethia wawili hata na utona kutethia muemi hata kwa undoka vitu kweva ya mwendoni wa saa ili ngina mwendoni wa saa itatu nye nitawa Robert Mtukuna nina udhocha tuambie na vilingi wa mauvo. Atongoi mangaliko ya ulei matongoi ni ndongoi ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka ni maumani ya vanene kwenye maua kwa mretei wa aki siya mwenendi Davis Lichuma ulaweki wembini maandamanoni mama 15 mwaini muthelu wa thanthatu na itina kulekwa na kwithiwa ekitwe utewa lelu kana utewa lelu na kutoa hospitalini wa Kenyatta. Atongoi ni makulile ukunikili kutoa kwa metoki na haki kukwatikana meiweta serikali yendeye kukita demokrasia valana yake mwandiki muvyani wosisei wandini Raymond Omolo ukaiye kana serikali ndi konetie sikone isu Susan Kavili nukwelesi. Atongoi ya mainena itina wakutambuka kumwona Davis Lichuma hospitalini wa Nairobi Women's itina wake kutekwa nyala kwiwakana muvitu maandamanoni makulilikana mwika alamati we ni thayu maandamanoni mwaka wa 2024 ni matula muti serikali kwa kuendea kunyamasya a Kenya maiweta kana Lichuma ni muumisi muno. Maumivu alio nayo zaidi ni ya kuteswa. Bila shaka yote bado hajitambui. Ingawaji anaweza kuona kiongozi ndumwambia huyu kama anatambua, lakini unaweza kuona a traumatized individual, a Kenyan citizen who believes that he has protection under the law, under the constitution, and who has suffered extrajudicial suffering and torture. Atongoi yani mumbula kana ni maende na kuosanya mauvo onde serikali kuthio tena kisya NND na nimeuvikia kuosa matambia. We want to make it clear to this administration and to Mr. William Ruto himself that he is a person bearing the highest responsibility for these excesses by a specialized squad. But we must make it clear to Mr. Ruto that these crimes will not go unpunished. Torture is a crime within the Rome Statute, and we are documenting every bit of it. It does not matter how long it takes. Those responsible or those who bear the greatest responsibility, including command responsibility, will have to be held accountable. Ingi atongoi yani maweta kana ni makomanana NND alama nekitwe mbini kwiwakana na ni maelesia kilama nesilile mokoni serikali. We have, with my colleagues, spoken to some of the victims today. This morning we met about 5 of them who are with us during the march, who are actually abducted by Subarus and picked from our procession, and who have told us what they went through. And they were taken around in these Subarus. They were taken to the police headquarters. And what they went through is really an intimidation for them never again to participate in demonstrations. So we want to tell this government, you are not going to limit those rights that are guaranteed by the Constitution, but also the police officers who are being used in these abductions. We are saying it's not enough for the victims to be compensated. We are saying each officer must be held to account. Wakabindani kauna ke mwandiki muvyani wasisi wanthini Raymond Omolo no aliana na movo makana serikali ni koneti na kuteka nyala tetima kisya NND na kana siko ithi kwa oyu ivo unguo tongoi wa President William Ruto. The point of the matter is that there are no abductions under the watch of His Excellency President Ruto. And if there is anyone, of course, the law is clear and the processes are very clear.
anyone who is missing, I think it's important that they must be reported as missing persons. When you say someone is abducted, it's important to indicate who abducted, and we will be able to follow through. As it is, the cases that I would call them purported abduction. People sleeping or locking themselves in their bedrooms and then they go out there. Ngiliboti ya Vilingwa Mauvo, nitawa Susan Kabili. Mutongoi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua nutulile muti serikali nene kwa kila ukweta kana ni mutua wa serikali kutelemya na kuvithukia andiki mama uvo zila meu yani wo kana kunya uneni wa kwenda kuvindithia nyumba cia uandiki wa mauvo. Gachagua ya cia uthiliku ula uwende ya ukusi wa serikali ni ya Ruto umanitwe na nyumba cia mauvo kuweta uwo kwa kuonania mathina ala me serikali ni Charles Kitavi mukuelezea. Rigathi Gachagua ainena na andiki mama vo musi kwake wa Munyoro ni watu la muti serikali nene kwa kilo kuweta kana mutuo wa serikali kutelemia na kuvithukia andiki mama vo ila meuyane wo kana kumya uneni wa kwenda kuvindithia nyumba cia uandiki wa mauvo. Today, I'm concerned as you are on the threats to the media and freedom of expression, media freedom in East Africa and in particular here in Kenya and Uganda as we approach the 2027 general elections. We have had a bad pattern in Kenya that ahead of general elections, journalists and bloggers get targeted by unpopular regimes that fear the power of the people at the ballot. Some journalists or bloggers are either disappear, they are silenced, compromised, or killed altogether. It is shameful that those stifling the media are on a barrage of attacks on the media are a product of the media and freedom of expression in Kenya. Gachagua ni waweta kana uthiluku mwingi ula uende na ukusi wa na maofisani ni serikali ni ya Musumbe William Ruto umanitwe na mivango ya ulusani na uthuku mimuthuku ula serikali yake ende na kwika kumbulanwa ni andiki mama uvo. But for this regime led by a crooked dictator, learning from his counterparts in East Africa, it is worse. Journalists covering corruption stories, abuse of the rule of law, wanton looting of public resources, and other beats, and who have refused to be silenced, unintimidated, or corrupted by the state, live under perpetual fear, intimidation, and daily threats from the state machinery. Media houses that are firm on their independent editorial policy have not been spared either. Notably, on 25th June 2026, in the full glare of cameras, we witnessed a police officer throw kicks at a journalist in Nairobi streets for no apparent reason. Kavindane kau Gachagua ni wakulia Musumbe Ruto kunenga ndai andiki mama uvo nundu ni anenge uthasio wa kuandika mauvo mateulikililwa kuyana na katiba kanthi ya Kenya vala wa mathandiki mama uvo kumakwata mbau na kumatetea ila meyithila mena ngusanisio na serikali. We are aware and informed of William Ruto's plans to shut down some media houses, cripple others through the government advertising agency financially, and slow down and eventually shut the internet on the 10th of August 2027. I strongly urge the East African press councils to stand firm and remain vigilant as the three known East African dictators flex their retrogressive incivility on the further state. I also urge journalists to remain firm and remain so. In all this, neither William Ruto nor any officer in his government has spoken against this. This clearly confirms that William Ruto and Kaguta Museveni are Siamese twins in media suppression. Dili vote ya vilingi wa movo Mutongoi TV nita wa Charles Kitavi. Munene wa maminista Musalia Mudavadi nuwetie kana kusalanzia cia kiumundi vala Kenya methitwe maikwata mauvo matema uo ni kuwetete kukosa mwikio kuyene nthi
kukonia serikali na ngava kiwathukanio yasio ainena thini wa kikalo na ngava cia kulunga uthukomi wa mivea kiwathukanio kana Kenya Regulatory Institutions musini wa Ilovi. Mudavadi nuwetie kana serikali ni kite kithito cha kuikithia kana ene nthini maende na kwithiwa na muikiyo na serikali kwisala kuvathia ngava Ilovi ambianu kutethesia uthukomi mwailu thini wa kulunga uthukomi wa mivea kiwathukanio ya serikali. Osea Kimanzi ena ilivoti. Ine na nzini wa kikalo cha vamwe na mivea kiwathukanio ya kulunga uthukumi wa ngava kiwathukanio cha serikali kuya musini wa Ilovi. Mudavadi niwawetakana enezi aingi ni methite matena mwikio na serikali nundu wa mavo matema uo mitandaoni na kwizila nzia ingi cia matuko iwetakana serikali ni kite kithito kwikithia kana ngava cio nzini cia thukuma kwa umelu kululumelia mwikio kuyenenzi. Trust cuts through our entire lives. We must build capacity in the institutions that are regulators. They must have the integrity. It cannot be a one-man shop or just a small unit hidden somewhere. Avindani kau aiweza kana uthukumi mwailu wina uwona umelu niguo gutonya gutumwa enenze methwa na mwikio na ngava cia serikali. Aiweta kana serikali ni kuvathia mivea ya kulunga mauthukumi Ilovia mbianu ni kana kutethesia nzini wa uthukumi wacio. Governments must resource regulators appropriately. If you look at the budgets, and I dare say, even you look at the budgets of the regulators in Kenya, they are underfunded. So in this conversation, one of the things we need to figure out is how can we as policy makers, as decision makers, work towards adequately resourcing our regulatory institutions so that they can build capacity, both technological and in terms of human resource, so that they can discharge their responsibilities the way they ought to. Ngirivoti ya vilingu wa Muvomu Tongoi TV, Osea Kimanzi. Ofisa muungami munene wa nzama ya unyuvani na mivaka IBC Moses Lendama Sunkuli nuwetie kana Ilovia ila nzama inoivathiwe nthini wa budget ya mwaka wa uthukomi wa ngilili miongweli na thanthatu ngilili miongweli na mwonza timbianu kwa nzama isu kutwaisya mauthukomi mayonesa. Ainena vikitembe wa nzama ya mbunge maunduni mautomi wa Ilovia sia mwene nthi ila itongwewe ni muyumbe wa kilio mbunge cha Butere Tindi Mwale. Sunkuli nuwetie nzama inoni kwenda shilingi bilioni 300 mbeange kuikithia ni atwaisya usakuani munene itena mathina mwaka mweu na mauvo. Onaitina wanzama ya unyuvani vandi ya Kenya IBC kuendekethia kuvathiwa kimanza cha shilingi bilioni 7.4 cia kutwaisya unyuvani munene ukite na mauthukomi yangi. Muvea wa kinandu na mevathie nzama ino shilingi bilioni 44. Kindu kila utongoi wa nzama isu ya unyuvani uweta kana Ilovia isu itona kuminukilia mauthukomi ma nzama ino na muno maundu ma unyuvani munene ukite. Aine na vikite mbe wa nzama ya mbunge maunduni maukunekiliwa utumi wa Ilovia sia mwene nthi afisa muungami wa nzama ya IBC Lendama Sunkuli naweta kana nimeulasmika kusioka mbunge ni ya kati nongi kwesuva na kuongelwa Ilovia mbeange. Ile swali ambayo niliuliza ya bajeti, hiyo bajeti inatosha ama haitoshi? Kana na takwimu ambazo tumezipokea ni kwamba kwa hii bajeti ambayo ilipitishwa ambazo tumepewa sasa hivi ni bilioni 24 ambazo tunapewa kwenye hiyo kota nyingine 2020 hii ni 26-27 ni bilioni 24, 27-28 ni bilioni 20. Hizo ndio tumeallocatiwa, lakini ile ambayo tumeomba ni bilioni 70 na ngapi na 4. Kwa hivyo tuna balance ama tuna pesa ambazo zimesalia kiasi ya bilioni 30. Kwa hivyo bado tutarudi kupitia kwa makamishna wangu kuwaomba
kwamba tutahitaji bado, lakini tunashukuru kwa ile ambayo tumepata kwa sasa hivi. Zama ino ya IBC ni aweta kana niende na kuivanga nesa kwikithia kana launde mekonia kwete ithoko na muno kula kwina maunyuvani ni methwa mayoso matambia maima kimio na vala mendekethia muvea wa usili wa makwani ma mwene nthi kose ambulili matambia ma miao. Tuko na kitengo kizima cha kutazama na kutabiri hali ya hatari ambayo inaweza tokea mbeleni. Risk mapping yafanyika na kitengo kizima, na tunafahamu kabla ya kura zozote ni wapi tutakuwa na matatizo, na tunafanya bidii. Wajua kuna makosa ya Electoral Code of Conduct na kuna makosa ya jinai ambayo ni election offense ambayo yanatakana yashughulikiwe na afisi ya mkuu wa mashtaka. Makomishena ma IEBC ni makulia memba manza maino ya mbunge kwikithia kana mutuo ya atongoi kutumia mbuli lizila amenda mbukani siake uteti kwikunia maleve ni yathela. Wakati wa kupiga kura ndio tuweze kufungia hawa goons nje, wale wahuni, tuweze kufungia wale wahuni nje. Muhakikishe ya kwamba wale ambao wataruhusiwa kuingia ndani ya tallying center wawe wale ambao ni wakilishi wa wale ambao wanaombea pekee. Honorable Chair, the issue of goons is a real concern to us as IBC, as indeed it is to the Republic. Kuna makundi karibu 100 na zaidi, na haya makundi yote matajiri wao ni ninyi viongozi wetu. Ukiacha kulipia majambazi wa kisiasa, hili tatizo talimaliza. Lakini ninyi kwa heshima kubwa muongea kwa upande mbili za midomo. Mwatuambia sisi tupambane na hali ya fujo, na mkirudi makwenu mnawalipa wale majambazi. Lilivotia vilingi wa Mavoni toa mwaka mweu. Serikali ya kaunti ya Masako ni kuendea kuthukuma hene nthi kileloni cha kuyanisya mawendekethio onthe ma milati ya maendeleo alaini nthi methitwe mayenda kukwata isioni sio nthini wa ward sionthe cia Masako. Uneniwe ni minista muveani wa kiugo kaunti nino Onesmus Muyakuyu vala uneni ya kuya matungulo saniani wa mawoni maene nthi zisone jila zitwaigu isioni sionthe cia Masako aiweta milati ila itathelete ni kumini wa kwa mitoki wala umbulile kana budget ya mwaka wa 2023-2024 yethe wa ithukumethwa ondu vailite ni kana mwene nthi akwate maendeleo ne sabo ni mutisia nukuelesya. Minister Onesmus Muya watakana kialo kinene cha kikalo kike kosa maoni maene nthi kumanengelenya maundu ala maileta uthukumu isioni cia ndwani serikali gukunikila maundu ala mekite kuvika vwau nukana kutethesa ukothesya maendeleo kuyene nthi isioni cionthe cia kaunti ino. We are doing a mid-term review of our county integrated development plan for the 2023-2027. It is a requirement in law that at certain point at the mid of the 5-year plan, we go back to the electorate who have the sovereign power, so that we gauge, they give us directly the project that we've been able to do, so that we compare with our list that we have in our county integrated development plan. So that is basically the exercise we are undertaking here today in Matungulu. So we're being able to receive raw data from the 30 sub-locations that is going to be consolidated into the 5 wards. Then to be economic planning is here with us. They should be able to submit to the Department of Economic Planning and Finance, County Treasury, so that a refined data is out, so that we are able to segregate what we're being able to do and what we are yet to do out of the 5-year plan. Maundu hawa watakana serikali ya kaunti ya Masako ithitwa itwaisia kuisilamia unikana katiba nika Kenya kwikithikana mwene thini wanengana wendekethio wake ulwa maundu lo kwenda uthukumwa. It is not that we cannot do from the office, but the law requires that you go straight to the people, you involve them. And you know, Machakos has always been ranked among the best in terms of public participation and citizen engagement. So we are in that exercise, and it's happening across all the sub-counties. All my fellow CCs, they have gone round. Myself, I was sent here. Others are in different sub-counties. The grassroots data collection started a week ago. So today was just a culmination of the sub-county exercise. Otawe wera na serikali ya kaunti ya Masako nende na kuikia mitalatala kuikithia kana mbelati onthe la mathania na ya mbigu ni athela
aiwetakana nthini wa mbajeti ya 2026 na 2027 maundu ala methiwa vaniwe ni meuminukelwa. I've seen citizens are happy. They really appreciate that Her Excellency within those 3.5 years has been able to cover measurable grounds. The balance that we have, we still have a virgin budget which was being passed today for 2026-2027. We should be able to offload some of the pending project. There is still another budget for 2027-2028 which will still offload further. So we are in the right course. Kuma Matungulu kaundini ya Masako nyeni Toboni Mutisia. Matungulu West ni leno kwa taifa. Serikali ya kaunti ya Makueni ni minite kwikia wiwano na kuthukuma bamwe na makundi kuthukanio kaunti nesu kukitana na kao wake mevai ula withitwe uolekete kwa vanene thini wa ilungu ya miaka elimu yetu. Umbulilwe ni minista wa Hamuika mevai na mathau kaunti nesu Engineer Sebastian Choni kavinani kala utwaite kalo kimwanya na mwema okitania nene makao wake mevai kuma kundini ya Fadhili Trust zila ithitwe yukitana na kausu wodini ya Kikombulu South bala wetie kelelo kinene ni kukitana na kausu pamwena kovosia alama kwa atwani mathina misieni nthini wa siko ila nini iyo kosi wa mulinge nukwelesio. Engineer Sebastian Choni nani waweta programu ino ni umwe kati wa maondwala twitikilanite na Fadhili Trust natoka Sovia MOU isaini itani governor His Excellency Mutula na nene Fadhili Trust nekana twaile mekalile ya ndobaitu ko kisio cha Kikombulu na omondi twe na champions ma Kikombulu South na neto kwenda na mbomba notaidi kwa alange ma area ile ingisi ya Kikombulu wala Fadhili kumila ona bailio twina mubangongi indi wa account yonde wa gender based violence champions ona one twina mubango to komanya champions 5 kuma kila wote sio komanya wote nekana tunana nisema nduma gender based violence tumane hata tutaona kusiea na ni hata chekika tutaona kuhakikisha kana hospitali ni makuna welawo polisi ni makuna welawo judiciary ni makuna welawo nekana wethe kila mvango wa gender based violence ni waoleka andone na ila wekika ni wasawa atwa ila yaili. Datelasa kwa tamboni Catherine Juguna ofisa ikundini ye ya Fadhili Trust. In a week they would receive approximately 6 to 7 gender-based violence cases from their community members and their neighbors. But as we have been walking through this journey of in continuous trainings and community empowerment through the gender action learning systems, we would like to report that the number of violence cases have reduced. This is because we have tools like the Happy Family Tree and the visioning journey that has restored hope, that has enabled the distribution of roles within the household and the empowerment of the woman, who is nowadays kitambo alikuwa na resentment na bitterness. But because of this empowerment that we are seeing today, we would like to say that we have noticed there's incredible changes within our community. We've observed happy families. We have also observed reduction in the number of violence, especially among families, because they have a hope, they have a vision board, and they are working together towards achieving it. Mama wakitania na makao wake mevai maweta vavata kufikia sione sionde sia ndoa ni kaunti ni ya Makueni. Hivi hapo unaniona nimeshika manual. Hiyo manual tumepatiwa ya kufundisha wenzetu wale ambao hawajafikiwa na hayo mambo. Tutakuwa tunawafundisha. Kitu ningeomba county government ni kutakuwa wakitutafutia mahala pale ambapo hapajaingia kabisa hii mambo ya agenda, tunaenda tunafunza wenzetu. Wakitufanyia hivyo, nafikiri tukishikana Makueni county sote gender based violence itapungua. Na mimi naomba kuwa a world free from gender based violence. Hiyo ndio mimi naomba kama nini, kama goal yangu, na kwa niaba ya wale wengine wote tuko pamoja. Hiyo ndio goal ile maana kabisa. Mutongo TV kuma Kibwezi Makueni nyenito amulei mulingam. Utalii wa nthini wa meli cia mautanu va Kenya nwende na kukila na vala meli ya MS Viking Yidun na ilani yo meli ya mbe kukilanilia kumelembeta ya Asia kuka kisukioni cha Mombasa
imwe kwa imwe kuvika kisikioni ki yina aini mana mwonza ni 17 na thukumi manana na 50 kuvika kwa meli ino kuokelia utalo wa meli ila sia muthemba uo ithandikire kisikioni ki kuvikia kenda thino ilungu ya miinanya na kuete aini mbe wa ngilinya na maana nyanya. Angelina Mose na mauvo. Meli ina ile vikiendhini wa port ya Mombasa kiokoni cha umuthini ya mbe kuma Asia vala ikuita talima na mwonza na 17 na thukumi meli ni maana ana na miongo 5. Munga mwenene wa Kenya Ports Authority Captain William Ruto haimiweta tayo meli ya kenda kuwetea talii mwaka huu. Hii ni meli ya kwanza kutoka Asia, imetoka China imekuja hapa, na majority ya passengers hapa umeambiwa passengers ni 717 na crew ni 489. So unaona kama tuko na wageni karibu zaidi, karibu 1500 hivi. We are very much on target to hit the 3 million plus numbers on cruise ship. I think we are also quite happy. Virtually we are getting a vessel every month, sometimes even 2 or even 3. So it is very good, and we are happy now that we actually have a cruise terminal, which we didn't have around 5 years ago. Nwawetikana KPA niende na kuikia malonyo memwanya kwa ile utalii wa kuisila meli ni vala mwaka huu mavanete kuvokia meli mbe wa miongo ili. We also want to say that in the next 1 month or 2 months we will also be expecting another cruise ship. And again, we want to extend our appreciation to the county of Mombasa and the national government at large, Kenya Tourism Board, for the splendid work that we are working together in supporting the cruise tourism in our country. We started this transition cruise in Shanghai on the 4th of June, and we are going now through Asia, now around Africa, around South Africa, and finally we will end up in Tarragona, Spain, which is just outside of Barcelona. The weather has been beautiful so far, and the weather is perfect today, not too warm for me as a polar bear. So this is very nice. So thank you for having us. Meli ina ila ya iti ataliva kauntini ya Mombasa umundi yidhiwa yidhi Tanzania atalima iweta yita iviso ye mwanya ya kuvika Mombasa na Afrika. Day tours in the most ancient city in East Africa. Actually, this is not the first time I've been in Kenya. This is 40 times for me. But it's the first time to take the cruise to take the view of the Mombasa. Gilivotea vilingi wa mauvo kuma kaunti na Mombasa nita wa Angelina Mose. Na ndi mseisi wa tuikila ngithi o vilingi wa mauvo kiokoni cha umundi nukathibasa ni nzioketheti na Beti Wambua tukunikile kilaki mathanguni nye nita wa Robert Mutuko itusioketheti.